wake kwamba kiukweli kama wanahabari tutakuwa na wakati mgumu tutapokuja kudai swala la uhuru wa vyombo vya habari, ile hali watu wanaotumikia hiyo tasnia hali zao si shwari. Kwa wakati mwingine mpaka sasa hivi kuna mtindo wa baadhi ya wanahabari wamenunuliwa na wanasiasa wako mifukoni mwao, wanawafanya wanavyotaka kulingana na uchumi kuwa dhaifu. Sasa ikatajwa pia changamoto ipo ya baadhi ya taasisi za serikali zinaweza zikawa na jambo lao, wanahabari wakafika eneo la tukio kwa ajili ya kutoa coverage ya ile tukio, lakini mwisho wa siku wakitegemea pengine hizi malipo pengine ya nauli, watu wametembea mbali mrefu, pengine hata muda waliotumia kwa ajili ya kufanya shughuli ikawa ni mtihani. Taasisi zimekuwa baadhi yao hazifanyi malipo kwa wakati na wakati mwingine hazitoi kabisa, kitu ambacho kinaonyesha kushusha kabisa ile morali ya wanahabari kuhudhuria na kufanya kazi mbalimbali na taasisi za serikali. Kwa hiyo sasa kwa upande wenu ninyi kama manispaa na sisi ni wanahabari sisi wana tunapohudhuria kwenye kazi, jamani, mwe mnaona namna ambayo mnaweza mkafanya. Mimi naweza nikawa nimesafiri, si labda kwa ofisi, inaweza kawa imeniwezesha pengine kufanya hiyo safari. Inaweza ikawa imetokea tukio na ofisi ikawa na taarifa, lakini kutokana na muda nikasema mimi ngoja nilivaa hili kwa ajili ya ofisi. Sisi wanahabari muda wote ni kama askari. Kwa hiyo ukatoka kwenda eneo unafanya shughuli yako, wakati mwingine mfukoni hatuna hata 100. Sasa kama sehemu ya nauli. Nimekuelewa. Sasa nikwambie kitu. Okay. Wewe lete bili. Lete bili. Lakini nitaka kusema Edina hapa anaweza kuwa shahidi. Mimi ni mdau wa habari. Na wakati ninahamia hapa manispaa ya Lindi, nilikuta waandishi wanakuja kwenye shughuli zetu, kuna kiasi kilikuwa kinalipwa. Na ukiangalia kile kiasi zamani kulikuwa kuna usemi wa kama hata mboga hakitoshi. Sasa mimi hata kesho ukisikia nimeondoka, sehemu ambayo kidogo ninajivunia nilifanya kwa habari, nilipandisha kile kiasi. Nilipandisha kile kiasi kikaja juu kabisa kwenye kiwango ambacho watu waandishi wa habari walikifurahia. Na nadhani tumetengeneza hiyo precedence kwamba kiko hapo hatua fulani. Lakini ninachotaka kusema ni kweli kabisa, kama tukichukulia habari ni kazi na mtu amekuja kukufanyia kazi yako, ni vyema malipo yale ambayo yanastahili yafanyike kwa haraka na kwa heshima. Kwa hiyo ni jambo la uungwana. Lakini muda mwingine unajua sisi wasemaji, sisi watendaji wakuu, changamoto zingine hizi tunakuja kuzisikia mambo yameshaharibika.